Mabo koye baba. Kaya mayo tulinako. Ango. Kaloka baba. Wankaloka mayo. Wangwachera ko minoko. Mayo minsa. Wamishaka. Mamisha mpola mayo chakukaya. Bebe wali wana kere Benson ndiye betaka henaha. Na taruku muna. Taruku muna. Hamo ibizo wabitaka kabla yane. Ninga taruku bita. Manaje kodoro na kadiroro kunoko. Nache koko matuta na kadirore na kadintane mo kwa kutabera matuta. Nache na kadirore rororo na mpilireko. Sawa mayo. Sasa. Empe kujire tayari. Ulisosole. Nache korona kanole orona mpiare koko noko taberaga. Kisa toji tupora toka hamba na kuhamba. Bebe komecha kaloro. Sawa mayo. Hujazoea maisha ya shamba, lakini itabidi uyazoee. Ni kweli kuna ugumu, ila kaka mwanaume achagui kazi. Uko sahihi, lakini mimi naona kama ni mapema sana wewe kuingia shambani. Alafu kwa maisha hapa kijijini, ingawa mimi nishakuwa mwenyeji, ila mimi kwako nakuonea sana huruma. Usijali kaka, unajua gari linachosha, hivyo nimeona nije nifanye mazoezi. Kama umeamua. Tupige gari. Odi. Odi. Karibu. Karibu baba. Asante. Karibu sana. Asante. Hujambo binti yangu? Jambo baba, shikamoo. Marhaba. Za shamba. Ni nzuri. Vipi? Benson nimemkuta? Benson bado yuko shamba. Basi sawa. Naomba unipatie maji ya kunywa. Maji? Ya baba. Hai. Benson. Naam mama. Habari ya kazi? Salama, habari ya nyumbani? Sisi wazima. Mimi nipo. Ila sasa jana nilipata mgeni. Na mgeni mwenyewe ndio huyu hapa, lakini kwa nimepanga kwamba kama nitapata nafasi jioni nimlete nyumbani kwako kwa ajili ya kumtambulisha. Anaitwa Snake, ndio huyu. Mama shikamoo. Marahaba, hujambo? Sijambo. Sasa mgeni unamfikishia kwenye majaruba jamani. Si ungemleta kwanza nyumbani akapumzika. Unasikia? Ametaka mwenyewe. Basi nafikiri jioni nitamleta. Sasa mimi nilikuwa nimekuja kuangalia kama
maana mbegu kule zimeshakomaa na mvua yenyewe ndio hii alasharasha na maji haya tunakutana nayo. Sasa kweli nimekuta hapo ulipofikia, jitahidi sasa. Naomba nikutoe hofu. Hichi kipande kilichobakia hapa mpaka jioni tunamaliza. Jitahidi ili nianze kupanda. Sasa niendelee na... Lakini sasa mgeni umlete. Haina shida. Sawa, ila naomba utuandalie viazi. Viazi vipo na mahindi tayari. Kwa hiyo yani wewe umlete tu. Basi hakuna shaka. Kama Kalambwana. Haya. Na kazi njema. Haya. Asante, nashukuru. Sasa atakaporudi mume wako mwambie nilipita. Sawa, nitamwambia. Haya mama. Sawa baba, wasalimie nyumbani. Haya, asante. Karibu. Asante sana mama. Karibu. Sawa. Alafu unaonaje mazingira yetu? Kwa kweli mazingira ni mazuri sana. Ila huku sio kama mjini, kwamba utaona magari au magorofa. Ni kweli hivyo vitu havipo, ila mazingira yake ni mazuri. Alafu kuna hewa safi. Acha vituko bwana. Kwani unataka kuniambia kwamba mjini hakuna hewa safi? Alafu nakuona kama uko sawa. Ni mtu mwenye mawazo. Kuna nini? Ni hali tu ya hewa. Samani. Hivi huku wanafika maaskari kweli? Kwani umeuliza? Kwa maana nimejaribu kuangalia mazingira. Inaonekana ni kijijini sana. Sawa, twende nyumbani. Nitajaribu kuhakikisha kwamba na kutembeza sehemu tofauti tofauti.
Rafiki yangu, jana ulifika muda umeenda sana. Sikupata nafasi yote ile kutambulisha mke wangu. Usijali ndugu yangu. Wewe ni mke wangu, kipenzi changu, barafu wa moyo wangu, mlimbwende wangu. Anaitwa Anita. Wow. Nimefurahi kufahamu shemeji yangu. Anita, huyu ni rafiki yangu ambaye tulisoma naye darasa moja. Lakini yeye alipenda sana masomo, mimi mumeo nilipenda sana usingizi. Anaitwa Snake. Karibu sana shemeji. Nimefurahi sana kukuona. Maana mama wangu alikuwa akinihadithia habari zenu wakati tunasoma shule. Asante. Karibu. Matokeo watindile. Anita, kachukue mpunga kakoboe jioni tule wali. Sawa mume wangu, lakini alipita mzee Joshua kukusalimia. Sawa, tenda kumwona kwake. Sawa mume wangu. Haya kipenzi. Uko sawa? Niko sawa. Mbokomele lolo, nko nane nare kono nare marecha toko matuta. Nalo chiro laka ne ngompere ho yenge ndama ya tulirwa hena heri pemberi ho hokoka. Mwana kuisa to lolo. Sanka kimrebo cha lolo ke kono ko. Amandari sika shule. Oro narise ko iro na kuisa na kabeche to kya kose na mareni. Sawa lolo. Na hene. Nako mtorela mente kwa chiki kwanza ya mare pise kidogo. Sawa. Mwikota shiningo mtiso mikoya. Mba mwikota lolo. Ala girolo. Ala girolo kana mkolia mbona nteni no wali karika katumle tosa. Mwikota lolo. Mwaka lolo kenaye. Bema. Nilikuwa nakusubiria wewe. Kwa sababu nilikuwa na safari ya kwenda kwa huyu Paulo. Ufanyaje? Nampeleka huyu rafiki yangu kwa sababu nilimwahidi kwamba nikitoka shamba nitaenda kumwona. Sawa. Uwahi kurudi. Nimependeza. Umependeza sana mume wangu. Mbona hujachana ndevu yako?
Unajua leo kidogo nimewaenzi wazee. Unajua watu wa zamani wanakuwa cha ndevu. Alafu hata nikichelewa kurudi sio mbaya. Unajua ukipendeza kidogo ndio upite mtano watu wakuone. Hata kama nikirudi saa 7, saa 8. Nini wewe? Saa 8 kwa Mama Paulo. Saa 8. Mama Paulo. Kwa Mama Paulo hapo urudi saa 8 nyumbani? Unanichukuliaje wewe? Utani gani wa hivyo bwana? Mbona unapendeza? Nyo. Ya kwangu hiyo. Pata wivu mume wangu, afu unachelewa wapi sasa? Basi nawe kurudi. Ila tutapita kwa fundi kidogo kupeleka hiyo. Peleka tu niwahi kurudi nyumbani. Wewe nani? Wewe. Snake. Fike salama huko. Haya mama, ina shida. Sasa hii baskeli inabidi uende ukamate. Chombo yangu. Mama usitoke. Haya baba, uwahi kurudi. Haya mama. Benson. Karibu sana. Nimefurahi kumleta rafiki yako kupajua hapa nyumbani. Asante sana. Mimi nilivyokuambia kule kwenye majaruba kule nikajua utanidanganya kumleta mgeni. Hapana, nilikuwa niko serious. Karibuni sana. Asante sana. Sasa. Huyu ni rafiki yangu. Sawa kabisa. Ni rafiki yangu kabisa. Mnaonekana nyinyi yani ni marafiki wa kweli kabisa nyinyi, yani urafiki wenu ni wa ukweli. Ametoka huko mpaka amekufuata huko. Kwa naye hapa kijijini. Kama ulivyonikarimu mimi, na yeye pia mkarimu. Kanaonekana na kenyeji kasitaarabu tu kama wewe. Sasa unamuona Mama Paulo? Ndiye mtu wa kwanza ambaye alinipokea hapa kijijini. Ukitaka kukosana na mimi, kosana na Mama Paulo. Kwa sababu ndiye mtu wa kwanza ambaye alinipokea hapa kijijini. Kawaida tu. Kwa hiyo Mama Paulo, huyu ni sinasema nilikwambia. Sawa kabisa. Huyu ni kama ndugu yangu. Lakini pia huyu nimesoma naye darasa hilo. Darasa moja. Kana ni marafiki kabisa, urafiki wenu ni wa kweli eti. Ametoka wapi kabisa? Huyu bwana alikuwa mjini. Alikuwa mjini, Sawa. Karibu. Asante sana mama. Kiukweli mimi mama nimefurahi kukufahamu. Sawa. Na jinsi unavyotuona hivi hata shule. Urafiki wetu ulikuwa ni hivi. Yaani nyie kwa kweli nyie. Yaani nyie, na wewe unaonekana ni mstaarabu tu kama huyu. Yaani huyu naye ni mstaarabu kweli. Sasa sisi bwana sisi si wakaaji sana. Wewe uliniambia kwamba nikuandalie na viazi. Utani bwana. Kwa hiyo na mgeni anakuja kweli anaondoka bila kula. Huyu yuko vizuri. Yaani mama hamna shida. Nadhani siku nyingine tutakuja mapema, tutakula, tutashinda. Ndio mama. Sema sasa tunamwahi fundi, tumekuja na baskeli yangu ile unajua. Ile baskeli bwana inanipa pressure. Nimepitisha kwa fundi mara moja ili angalau aitengeneze ili nipate wepesi wa kuja shamba. Sasa naona jua limeenda, acha niwahi kwa sababu nikichelewa fundi atafunga. Ila kule majarubani si mmemaliza? Tayari. Nimemaliza. Kwa kesho nikapande. Weka pande ila tucha msingi hela yangu. Yaani wewe naye kwenye hela wewe. Unajua bwana. Mimi hamna neno, hela utapata tu. Sawa, haina shida. Unajua mimi kwenye hela ni mzungu. Naelewa, una gamba. Mimi ni mzungu. Pia kuna kadeni kidogo libaki utajumlisha pale. Umeshapata. Sawa, mimi napata bwana. Haya. Haya, karibu kijana. Asante, basi mama sisi tukukimbie. Na wewe ni taratibu tu kama huyu. Bwana siku nyingine kama kuna kazi, taratibu zingine mimi sipo, Sawa. Snake. Sawa. Yaani mimi hamuna shida. Haya. Karibuni sana. Haya, haina shida. Haya, karibuni. Haya. Sompa wake keka haboshira keta. Inaonekana mnaheshimiana sana maana jinsi hizo sipokea.
Hamna, yani sina swali, hilo ni jibu. Nahisi dunia imeniandaa, maana na uoga. Ibilisi kichwani amenikaa, natamani kukuroga.